nyoroki kiango iga nyoroki iga mwensi amanganango kwana make omwana ominto kibegendi yabono kwaire jwa kwaire jwa yabono kwaire. You opposed me for 20 years. We never fought. We never insulted each other. You've gracefully matured onto the job. Keep it up. I am supporting you. You are my son, you are my brother, and my friend. Mwakero mwana wetinkobi. Bono ntori gokora gosoli. Enese jimbu atentangani. Simbo mwana warati. Watumbira abantu gane mioro. Nechinsara. Bambu atiero liane. Esenye nchona tebete. Kwa veiro mwedia. Woko ibakirege Itokorwe County. My position remains. I know Moipi. Nane tiliko ina malega. Mwogama nankoligia. Nane aninche. Nintego Korusia. Baba Teresia Baba Mori. Baba Teresia Baba Mori. Jage no teme waso. Tema. Orale wasinande mbobe. Erento yakabere. Morenda abantaba. Abanabaya. Owatigera mabere omwana. Nabo omwana akonyu mabere. Ababayudie. Ibo bakonyu mabere onsipi. Nanda bao niege sanda. Bao nina kiregento. Twaiwananire. Arambe. Jendorengo. Omugaka maraga. Ibona tugamesa. Abantaba baminto. Tubuatesie. Elieta liauneligia. Narogo kwana na matiangi. Panto bamo. Nyama ya chingire lindo. Nyasabo sesemie. Ayeno muya. Waterana norengo. Waterana na abantaba. Tochenchi Kenya. Abantu bakuyamba bono. Nechinyi tichoro sana. Amarubi. Nyasaba sesemie. Mocha mongo bogabana. Your Excellencies, these people told me before you leave, mbebe ndizi za kisiki dogo mwende nazo. Chiweze chane, 1,100. Babu, this is the money. Thank you, my brother. Omwana oyo, abagusi bali mule Nairobi. Twamwire, moe babu chukura. Mama icha Nairobi. Omoishoyo nombia. Yana kayolea. Mwonendele na sifuru minto. Mwende wonsipi, God bless you. And God bless Kenya. Hey. Jamii ya Bagusi. Umeona mheshimiwa ameingiliwa na political spirits. Ameingiwa jaingiwa. Sasa nachukua nafasi kukaribisha Chief Justice, mtoto wenyu hapa, Chief Justice Emeritus, ambaye pia ni presidential candidate. Watakaa chini pamoja na Matiang'i, wakae na Sifuna, wakae na Orengo, wakae na Kalonzo na waanze kufanya kazi, si ndivyo? Karibu Chief Justice Maraga. Asante sana mheshimiwa. Abantu baitumbiye mule. Yamore kegima. Sabene no mogoko bamo na inuga. Sababu ntegete mumenyenga Kenya asetwaikire Kenya. Onye nto hwe konye Kenya yegukwa.
onye to we konye kenye gukwa. Nimewahi kuenda kaunti 46. Watu wameniambia wamechoka. Watu wameniambia wamechoka, katiba yetu haiheshimiwe. Lakini mnajua hivi, Mheshimiwa Orengo akikuja hapa atawaambia Bwana Ruto alipiga 2010 constitution. Hakukuwa anaitaka. Kwa hivyo hakuna hata kipengele moja anataka kutimisha. Anapinga katiba na sheria yeye haimuhusu. Wakenya wanasema ya kwamba tuwarudishie katiba yao, watoto wetu waache kupigwa. Mumesikia rais wowote dunia mzima anaambia askari wapige mtu marisasi kwa mguu? Mumewahi kusikia kitu kama hiyo? Hiyo ni kukuonyesha ya kwamba Ruto aheshimu hata maisha ya wananchi. Wananchi wanasema kitu ambao inaua nchi yetu ni wizi wa mali ya umma. Ni wizi wa mali ya umma na wanataka hiyo irudishwe. Wakaniambia hivi, CJ kwenda huko, zungumza na wenzako, mkuwe pamoja, mturudishie nchi yetu, mfanye kazi na wale watu ambao wanataka nchi yetu irudi. Ndio sababu nimekuja hapa. Tumeungana na watu wa Linda Mwananchi. Tunakuja kufanya kazi na nyinyi. Bwana Omondi Karori, tunataka kufanya kazi na watu ambao wanataka kurudisha Kenya yetu pale iko. Kenya is a very rich country. Kenya is a very rich country. Nimetembea nchi nyingi, nimeona ile ambao inaangamiza sisi ni ule wizi wa mali ya umma. Pesa inaibwa ile inaenda. Leo kwa gazeti mliona kilomita moja huko KPA inachengwa with 6 billion 1 kilometer. Ukiuliza wale maengineer wakwambie ni pesa ngapi inachenga barabara kilomita moja, watakuambia hiyo ndio ile wizi inaendelea. Tunataka kusimamisha. Kwa hivyo nataka tufanye kazi pamoja, tufanye kazi na wale ambao wanataka katiba yetu iheshimiwe, mali yetu iheshimiwe, watoto wetu wachungwe. Wale ambao mnaambiwa watoto wanawawa, mnaambiwa kuja hapa ulipwe shilingi milioni 1, na hata kabla hawajamaliza kuzungumza hayo wanaua wengine. Mliona yule kijana mmoja amekuwa yule Gichuma amepigwa hata hawezi kuzungumza. Wengine wanachukuliwa, wengine unachukua wengine, unalipa wengine unachukua wengine. Kenya haiwezi kuendelea hivyo. Na wacha niwaambie wenzetu, can the Kenyans please listen to me? It will be a tragedy if you have Ruto come back as president on 10th of August next year. We will not have a country. We will not have a country. Kenya will not be the same again. Ruto akirudi. Kwa hivyo tuungane pamoja, tutoe hii serikali na tufanye kazi na wananchi. Wananchi waheshimiwe, wananchi washughulikiwe, wananchi biashara yao ishughulikiwe, tuendelee mbele. Tukiungana na wengine wenzangu hapa tutafanya kazi. Mnajua mimi sio mtu ya kutishwa. Mnajua hivyo. Mimi sio mtu ya kutishwa. Tutafanya kazi na wale viongozi ambao watishwi ili turudishe Kenya yetu. Mungu awabariki sana. Tuendelee hivi kwa vijana kwa. Bwana Mheshimiwa, hiyo ni shilingi 1,000 kwa mama wetu. Tunawashukuru, asanteni sana. Mungu awabariki sana. Thank you very much. Asante sana CJ.
emeritus. Huyu alitengeneza historia hapa duniani. Si mliona ile election ya baba taifa? Si alinalify? Ametosha hajatosha? Asanteni sana. Sasa nikienda tena kuita mwenzangu huyu gavana, mimi nilifukuzwa University of Nairobi nilipoingia huko, na huyu gavana Irungu Kang'ata, yeye ndiye nilienda kwa kwanza. Fika kwake, yeye ndiye alikuwa wakili wangu, kisha akanirudisha shule, akanirudisha kule university. Mheshimiwa gavana wa Murang'a, Mheshimiwa Irungu Kang'ata, karibisheni tafadhali. Na huyu ndio number 1 gavana hapa nchini Kenya. Huyu ndio gavana zaidi bora zaidi hapa nchini Kenya. Anafanya kazi nzuri. DJ. Wapi salamu za watu wa mlima wa Muhoro? Wapi mikono ya mlima? Mimi naitwa Gavana Irungu Kang'ata ambaye ni gavana wa Murang'a County. Nimekuja hapa kushikilia wamama na pia kusema Kibagedi tosha. Huyu mheshimiwa wenu amefanya kazi, na ile kazi amefanya yeye tunasema ni two term, si ndio? Lakini nimekuja kusema mimi ni mmoja wa wale ambao wameingia kwa Linda Mwananchi. Harambee! Sababu ni mbili. Sababu ya kwanza, sisi tunaamini Wakenya wote ni kitu moja. Uwe Mkisii, uwe Mjaluo, uwe Mkikuyu, uwe Masai, uwe Mluya, uwe Msomali, sisi sote ni Wakenya. Hakuna mtu ana make application mahali atazaliwa. Tunajipata mahali tumezaliwa, na ile vuguvugu imerudisha Wakenya wote pamoja, ni Linda Mwananchi. Kuanzia historia ya Kenya, miaka imepita karibu takriban 30. Hii ndio vuguvugu ambayo unapata Ukikuyu kama mimi, mtu ametoka Lugunyaza kama kijana wetu Sifuna kutoka hapa chini, wanasema kitu moja, na hiyo ni Linda Mwananchi. Hapo sawa? Ndiposa Wakenya tunamuomba tushikilie Linda Mwananchi ambayo kazi yake ni kushikilia Wakenya. La pili, sisi tunapigania mambo matatu. La kwanza, tunataka serikali ambayo itakuja itilie maanani mambo ya manufacturing. Viwanda ndio vijana wetu wapate kazi. Kenya imekuwa ile country ambayo factories zinafunga zinaenda mahali pengine, sisi tunaendelea kuwa na umaskini. La pili, ni possible hii Kenya yetu kupatiana free secondary education. Ile kazi, ile pesa serikali inasema imefanya ni kupatia watu manyumba ya affordable housing. Kuna mtu wako na nyumba hapa ya serikali, tunaomba itoke kwa housing ikuja kwa free secondary education. Siapo sawa? Hiyo affordable housing hapa Kisii hata haijafikisha nyumba 1000, sivyo? Na hiyo pesa inaweza lipia 2.6 million Kenyans ambao wako kwa high school tusome masomo ya bure. Siapo sawa? La tatu ni mambo ya healthcare. Sisi kama counties iko pesa tunapata kutoka national government
ile inaitwa SHA, ambazo ni kidogo mno, tunashindwa hata kununua madawa. Hiyo kwa kimombo tunaita funding deficit. Hiyo sisi kama linda mwananchi tuna push pesa nyingi ziingie kwa healthcare. La mwisho, nimekuja kutoa kitu yangu kidogo, niko na 200,000. Asante sana gavana. Huyo tumesema ni gavana bora zaidi, sio bora gavana. Sasa kabla nikaribishe viongozi wengine, nataka nichukue nafasi kutoa pesa yangu kisha niwaongeleshe kidogo. Si hiyo ni sawa? Wamama warembo mme, wamama mme, asante sana. Mimi hapa niko na 150,000 Kenya shillings. Aya. Asante sana. Sasa kwa jamii ya Abagusi, siku ya leo tuko hapa kupigia wamama harambee, kufanya fundraising kwa wajane ambao wako hapa, ambao ni single mothers. Si mjane pia ni single mother? Wale wajane ambao wako hapa siku ya leo, tuko hapa kwa sababu serikali imekataa kufanya kazi. Kama serikali ingefanya kazi, hatungekuwa na hii fundraising. Kama serikali ingekuwa inatimiza yale yote walisema, siku ya leo hatungekuwa hapa. Tuliambiwa mama mboga atatoka bottom kwenda up. Nani ametoka bottom kwenda up? Nani ametoka bottom kwenda up? Nani ametoka bottom kwenda up? Tuliambiwa kwa mavijana, kila mwaka tutakuwa na kazi milioni 1. Kijana mgani hapa ako na kazi? Mama mgani hapa ako na kazi? Mko na kazi hamna? Kwa hivyo hii serikali ni kama serikali ingefanya kazi yake, hawa wamama wetu hawangekaa kwenye jua, hawa vijana wetu hawangesimama kwenye jua. Siku ya leo tungekuwa na dignity, siku ya leo tungekaa hapa. Hii serikali imeinvest sana na ikainvest heavily on corruption, imeinvest heavily kwa ufisadi. Kila shilingi inayopotea ni darasa lisilojengwa pale shuleni. Kila shilingi inayopotea ni kitanda kisichonunuliwa pale hospitalini. Kila shilingi inayopotea ni dawa isiyonunuliwa kule hospitalini. Kila shilingi inayopotea ni barabara isiyojengwa hapa nchini Kenya. Kila shilingi inayopotea ni ndoto ya mama, ndoto ya kijana, ndoto ya mzee ambayo imezimwa. Na ninawaambia tumechoka na imetosha. Imetosha kuona wamama wetu wakihangaika. Imetosha kuona vijana wetu hawana ajira. Imetosha kuona wazee wetu hawawezi pata pesa ya kununua dawa kule hospitalini. Imetosha. Na tunasema 2027 tutaenda kupiga kura. 2027 hatutangoja kura zihesabiwe. 2027 tukishapiga kura tutaenda State House. Tutangoja kura itangazwe huko. Tutangoja kura itangazwe State House. Wangapi wanakubaliana na hiyo maneno? Nikiangalia huyu mama na wamama wengine hapa, inanikumbusha mamangu akiteseka na mimi, akiuza chang'aa
tukishikwa na mapolisi, hawa wamama wanauza mboga ili walee watoto wao. Hawa wamama wanalilia watu mashamba ili wapeleke watoto shule. Hawa wamama ambao unaona hapa wanafanya kazi ya kuoshea watu nyumba, kuoshea watu manguo, kuoshea watu manguo na kuuza manguo ili waweze kupeleka chakula nyumbani. Na itoshi, ikifika jioni mama anahangaika, ajui atapata kodi ya nyumba wapi, ajui atapata karo ya shule wapi, ajui chakula kitatoka wapi. Kwa hivyo tunasema iko sawa. Mzee lazima uwe competent. Hapa hakuna mchezo na hatutaki upuzi. Sasa ninawaambia wamama, mimi nikiwaangalia naona shida, naona tabu, naona kuhangaika, lakini nawaambia siku ya leo msife moyo. Siku ya leo msife moyo. Linda Mwananchi itakuja ikutoe kwenye matope. Linda Mwananchi itakuja ikutoe kwenye mvua. Linda Mwananchi itakuja ikutoe kwenye jua. Na Linda Mwananchi itakupeleka State House. Hapa tukiangalia tuko na very competent people, very able people. Tunaona hapa Edwin Sifuna ametosha atoshi. Ametosha atoshi. Hapa tukiangalia tunaona James Orengo ametosha atoshi. Ametosha atoshi.
Mumesikia wenzangu hapa wakiwaambia mateso ambayo munapitia kwa sababu ya hii serikali ya William Ruto. Mimi nataka kuambia elimu imeharibika, afya imeharibika, uchumi imeharibika, vijana wetu wanauawa kila siku, vijana wetu wanakuwa abducted, kila kitu imeharibika Kenya. Lakini mjue hivi, sio Ruto peke yake, tuna wale anashirikiana na hao, na sisi tumesema kwa kila mkutano yetu, kwa sababu kazi yetu ni kulinda wananchi, tutataja hao viongozi ambao wanashirikiana na William Ruto kuharibu Kenya. Unataka niwataje? Unataka niwataje? Niwataje? Haya, nikisema jina unasema shame on you. Na mseme kwa sauti kabisa. Kasongo tunajua anaangalia hii mambo tunafanya hapa leo. Wa kwanza nikitaja jina nasema shame on you. William Ruto. William Ruto. Arati. Sema kwa sauti. Arati. Oburu. Wanga. Junaid Mohamed. Duale. Osoto. Atandi. Nyakundi. Zair. Kindiki. Wetangula. Ichung'wah. Osoro nilisema. Weta. Alafu tuna wale ambao hao wengine wasipobadilika tutawataja kwa mkutano ijayo. Tuna wale ambao wamesimama na wananchi, wanaumia kwa sababu yenu, wanawatetea. Hao nikitaja jina unasema correct. Owino, Richard Onyonga, Richard Onyonga, Kibagendi, Kibagendi, Barongo, Barongo, Gisairo, Gisairo, Mheshimiwa Makau, Mheshimiwa Kimilu, Mheshimiwa Undo, Mheshimiwa Kalori Omondi, Mheshimiwa Mwashako. Haya, Feli Odhiambo, Feli Odhiambo, Brian Lisenga, Brian Lisenga, Pauline Njoroge, alafu na Maraga je, Maraga je, na wengine wote ambao wako hapa, semeni correct. Tunasema hivi kwa sababu huyu dikteta ambaye anaitwa Ruto, tuna wale wana facilitate dictatorship yao, na lazima tuwataje, si ndio? Nikimalizia, mimi nimesimama hapa kwa mbingu mzima kupanga vile wanasambaratisha sisi, si mnaona? Na mimi nataka kuambia William Ruto, it doesn't matter what you do, it doesn't matter what you do, we will remain focused, we will remain visionary, we have an agenda, and we will send you home. And I also want to tell you kwamba sisi linda mwananchi, sisi we don't want to be told and do this, do this. We have brains, we know. We have a strategy. We have Kenya. Hapa DC niliwaambia nyinyi muko kidogo mnasema tuta. Lakini leo mimi nimeona nyinyi ni watu wa one ta. Na sasa leo nataka kutoa slogan mpya. Nikisema hiyo slogan, mnasema linda mwananchi. Sasa sisi tunapanga, na hii si mchezo, tunapanga kuweka Wakenya wale wako na kura milioni 15 kupambana na huyu Ruto. Kwa hivyo nikisema 15 million strong, mnasema linda mwananchi. Tuanze 15 million strong, linda mwananchi. Mnasema pole pole sana, hebu tuseme tena 15 million strong,
15 million strong. Asanteni sana. Wacha sasa nimuite kijana wetu machachari ambaye tunapenda sana, ambaye tunasukuma aende kabisa apambane na huyu William Ruto. Sasa niseme na DJ weka ile muziki kali, ndio nataka sasa kumuita sisi ndio DJ wakata kutuwakuja. Asante sana. Niko na swali nataka kuuliza, na kabla niulize nitaomba ya kwamba wale ambao mmesimama hapa tusonge kando kwa heshima kubwa sana. Kwa heshima kubwa sana. Na nyinyi ndugu zangu ambao mmesimama hapa kwa heshima kubwa, kuna swali nataka kuuliza na siwezi kuuliza kama mmesimama hapa. Mheshimiwa Osoti ametupatia shilingi 1,100, si ndio? Asante sana. Tafadhali naomba msonge tu nyuma kwa heshima kubwa. Kwa heshima kubwa, angalia kina mama zetu wamekaa bila pressure. Tafadhali songeni nyuma. Nataka kujua kama huko mnaniona vizuri. Mnaniona vizuri? Pale kwa mti mnaniona vizuri? Huko nyuma kwa tent mnaniona vizuri? Nipungie mkono kama mnaniona. Hapa kando wametoka sasa, mnaniona vizuri. Mimi ndio Sifuna. Kwa maombi yenu na kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu, leo niko Kisii hapa nikiwa bado katibu mkuu wa chama cha ODM, seneta wa Nairobi na naibu kiranja wa walio wachache kwenye bunge la Senate. Tumesimama hapa leo tukuje tukae na nyinyi kina mama wetu. Kwanza niseme poleni sana, kwa sababu hii mkutano tumeahirisha mara mingi sana. Tulikuwa na deni ya kina mama wetu wa hapa Kitutu Churches South, kwa sababu mheshimiwa wenu Mheshimiwa Kibageni ametembea na sisi Kenya mzima tukifanya hafla kama hizi. Tukasema tukuje tulipe deni, si ndio? Dawa ya deni ni nini? Dawa ya deni ni nini? Vile mnaniona hivi, mimi kijana mdogo, watu wa Nairobi walisema nikuwe seneta wao. Mimi sio tajiri, lakini nina marafiki. Sisi tunajua kwamba utajiri si pesa, utajiri ni wale marafiki wako na sisi ambao pia wako na mimi. Nataka niwasomee marafiki wa Sifuna ambao wakati nilisema na kuja kuona kina mama wa Kisii walinimina kitu, walinipea kitu niwaletee. Mtakubali niwapatie hii pesa? Mtakubali niwasomee marafiki wangu? Asante sana. Kwanza kabisa, mheshimiwa ambaye anaitwa Majimbo Kalasinga ametoka kwa sababu alikuwa anaenda Nairobi kupeleka mama hospitali. Ni ukweli, aliniwachia shilingi 1,100 ili niweze kuwapatia nyinyi. Namba 2, mimi kule Nairobi wa Kisii wamenishikilia tangu mwaka wa 2017. Wa Kisii wa Nairobi walisikia nimekuja kuona kina mama hapa Kisii. Wameongozwa na mama anaitwa Penina Nyambega, yuko hapa kutoka Embakasi South. Wametembea na mimi, wamenipa shilingi 1,100 niwaletee nyinyi. Halafu niko na rafiki yangu ambaye ni mbunge wa kule Bumula, Bungoma. Ako na matanga, amepoteza ndugu yake.
tunamzika kesho kule Bungoma, lakini alisema nikikuja kuona kina mama wa Kisii niwaletee shilingi 1,100. Tumefika ngapi? Tumefika ngapi? Mnajua hesabu kumbe, si ndio? Haya, kuna rafiki yangu ambaye tumetembea na yeye safari ndefu sana ndani ya chama cha ODM. Yeye ndiye alikuwa treasurer wa ODM. Yeye ndio kuweka hesabu na pesa ya baba Raila Amolo Odinga. Anatoka hapa Nyamira, wanamuita Lirava. Mnajua Lirava nini? Anaitwa Timothy Bosire. Alisikia ninakuja hapa kuona kina mama, akanituma na shilingi 200,000. Pigia yeye makofi. Haya, huko nyumbani kuna rafiki yetu mwingine hatari sana, wanamuita Tawe, wanamuita Komando. Yeye ndio gavana wa Trans Nzoia, Mheshimiwa George Natembeya. Alisikia na kuja kuwaona, akanituma na shilingi 200,000. Pigia makofi. Tumefika wapi? Ngapi? Na mimi mwenyewe mnanionaje? Yaani niko mtu hivi kweli? Mimi mwenyewe nakaaje? Wale wanasema ako smart, meone mkono. Asante. Tumefika 700, si ndio? Mimi naongeza nyinyi shilingi 300,000, yote ikuje shilingi 1,000,000 kutoka kwangu na marafiki zangu. Letea kina mama pesa yao. Sisi sio kama kina Kasongo, pesa tunawapea hapa taslimu, muende nyumbani nayo, si ndio? Mheshimiwa Kibageni, naomba kwa heshima ukuje upokee hii pesa. Hii imetoka kwa Sifuna na marafiki zake ambao nimewatajia, si ndio? Asanteni sana, asante sana Mheshimiwa Kibageni. Deni ishalipwa. Nataka kwa heshima kubwa mama zangu, mnikubalia niseme mambo mawili. Jambo la kwanza, nataka nichukue fursa hii, maana ni mara ya kwanza sisi tunapatana katika hafla kama hii baada ya kumpoteza baba yetu Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Kama hakuna kiongozi wa ODM mashawahi kuwaambia, nataka niseme leo, asanteni sana kwa kusimama na baba miaka hiyo yote. Asanteni sana kwa kusimama na chama cha ODM miaka hiyo yote. Asanteni sana kwa kusimama na mimi nikiwa katibu mkuu wa chama cha ODM. Tumefanya mambo mengi hapa Kisii, na kwa sababu ya support yenu ndio maana chama cha ODM kilifika mahali kilifika. Mimi siku hizi wananivuruga kwa sababu makosa yangu ni moja tu. Mimi nilisema Kasongo lazima aende nyumbani. Na nikisema hivyo, nasema kwa sababu nina sababu. Sisi hatumchukii Kasongo. Sisi tunamtakia maisha marefu, aone nchi ambayo inaweza ongozwa kulingana na maadili ambayo yako ndani ya katiba yetu. Sisi wana Nairobi tuko kwenye majonzi saa hii. Nimetoka Nairobi, waliua vijana juzi kwa sababu walikuja kwanza wakachukua vijana kabla ya maandamano ya Gen Z ya tarehe 25. Saa ile wamama wao wanatoka nje wanasema mturudishie watoto wetu, wanapiga wengine risasi tena wanaua. Mimi nasema Ruto amesema ati analipa watu. Nyinyi kina mama ndio mnajua uchungu ya mtoto, si ndio? Uchungu ya mtoto haujuae ni nani? Mimi nataka niulize wamama wa Kisii hapa, kweli tu kweli, ukiambiwa urudishie mtoto wako ambao amekufa ama tukujengee hii barabara, utachagua nini? Mtoto ama barabara? Kwa sababu kuna mambo ambayo ni muhimu kushinda mengine. Sisi wanalinda wananchi tunaamini maisha ya binadamu inashinda kila kitu. Sasa uliona Ruto anaenda kufungua overpass ka bridge kadogo kama ya kuruka mto hapa Nyarusiongo, anaenda kufungua bridge hapo, anasema ni 3 billion. Wakati anafanya hiyo kazi, polisi wake wanaua watu kule Badala. Sisi tunasema afadhali tuache tuwe hai na umaskini wetu, tupambane na hali yetu, lakini usituue. Wangapi wanakubaliana na sisi? Tunataka Ruto wajue ya kwamba hakuna vile mnaweza kutumia vijana wetu vibaya. Ati siku hizi wanachukua vijana wanawalipa pesa, kazi yao ni kuvuruga mikutano ya watu wengine. Vile tumekaa hapa, kina mama wetu wako smart, wako na amani, wanapanga mipango yao. Unatuma vijana kuharibu mkutano kwa nini? Wanachukua vijana wakati wanakosana mambo ya malipo, wanapiga risasi, vijana wanakufa.
Kuna kijana huko Nairobi tena amepigwa risasi na PS wa serikali ya William Ruto. Wamemuua kwa sababu ya kukosana ya pesa. Ati walikuwa wamesikizana 200,000 wakampatia 10,000, wakati kijana anaenda kudai balance wanapiga yeye risasi. Maisha ya binadamu ni muhimu zaidi. Gavana Kang'ata amezungumza hapa akasema mambo matatu ambayo ni muhimu. Tunataka tuwe na industries hapa, tupee hawa vijana kazi, waache hii mambo ya kuwa magumu, si ndio? Lakini mheshimiwa Kang'ata, lazima mambo fulani yawe pale ndio mtu aweze kuweka pesa yake hapa, mradi yake hapa Kisii. Kwanza kabisa, ukiangalia katika mataifa ya Afrika Mashariki, bei ya umeme Kenya is among the highest, wakati Ethiopia wanauza chini ya shilingi moja, sisi tunauza shilingi 30. Hakuna mtu ataweka mradi yake hapa, si afadhali peleke Ethiopia? Alafu kitu kingine, kabla uanzishe mradi hapa, kuanzia MCA kwenda kwa mbunge kwenda kwa gavana, wanaitisha mwekezaji pesa. Ufisadi imeingia kila mahali, hakuna mtu anaweza weka pesa yake hapa. Tunasema tunataka utawala wa kisheria, hapana hii ya mambo ni matatu. Mambo ni matatu namna gani? Tunataka ukikosana na serikali unaweza kuishtaki kotini, wakikupa amri ama ile order ya mamlaka ya kotini, kila mtu aheshimu. Na ndio maana tunaambia William Ruto, hii serikali yako ya mambo ni matatu, 2027 ndio mwisho wake. Tunakubaliana hapo? Tunakubaliana hapo? Tunataka tuwe na ile nchi ambayo kila mtu ana nafasi, si ati wakiona ni Mkisii wanaweka CV yake kando, wakiona ni Mluya wanaweka CV kando, wakiona ni Mjaluo wanaweka CV kando. Hatutaki nchi kama hiyo. Tunataka sisi wote tuheshimiwe kama Wakenya. Bila kuchukua muda mrefu, nataka nishukuru my lord the Chief Justice Emeritus Mheshimiwa David Maraga kwa sababu ya kuamua kuja kujiunga na sisi kwa ajili ya hawa kina mama hapa Kisii. Nataka niseme jambo moja na tutasisitiza mpaka ieleweke. Sisi wanalinda mwananchi, hatutatumika kusplit kura ya upinzani. Mnanielewa? Kama kuna mtu analala mahali anafikiria Sifuna atachochwa asimame kura peke yake, alafu tukute atakasongo amepita katikati, nataka niseme nikiwa Kisii, haitawezekana. Huyo Matiang'i tutamtafuta, tukae chini, tumwambie sisi tunaona hii ndio timu ambayo inaweza kudeliver hii victory. Yeye tuambie maoni yake ni gani. Tunakubaliana hapo? Tunakubaliana hapo? Alafu tutoe kikosi moja ambaye itapambana na Kasongo. Wangapi wanakubaliana na sisi? Hii timu unaona hapa, hata tukienda peke yetu tunaweza kushinda uchaguzi, lakini tutashinda saa 8. Hawa ndugu zetu wa United Opposition wakienda peke yao wanaweza kushinda, lakini watashinda saa 8. Ile kitu tunasikia Wakenya wakituambia wanataka hii mchezo iishe saa 12 asubuhi. Nyinyi mko hapo? Mko saa 12 ama saa 8? Saa 12. Kwa hivyo wote tukae tuzungumze, si ndio? Tutoe kikosi moja. Wangapi wanasema tutoe kikosi moja? Huku wote nione kwa mkono. Asanteni sana kwa hiyo support yenu, na sisi tunawahakikishia kwamba hatutawaangusha. Kwa hivyo kwa nafasi hii nataka nichukue fursa hii nimkaribishe kiongozi wetu, mtu ambaye amepigania haki katika taifa hili letu la Kenya, Gavana wa Siaya Mheshimiwa James Agri Bob Orengo. Kidogo tu kwa heshima kubwa Mheshimiwa Orengo, nimesahau kufanya mambo mawili. Kwanza ningependa nitambue wale wenyekiti wa chama cha ODM ambao wako hapa na sisi na wametushikilia muda huu wote. Wa kwanza anaitwa Dickson Manyara ambaye ni mwenyekiti wa ODM kule Nyandarua.
Edward Ongeri wa Nyamira, Zebedio Swagwa kutoka Vihiga, Mheshimiwa Torome aka Kazaro ambaye anatoka kule Ngaro, Mheshimiwa Ukanda wa Siaya, na la mwisho kuna Mheshimiwa Eduka ya Uhuru Superstores yo gutoka milimo cy'obusongo nkonya bale ebintu buna bono mbabwate esukari kurwasa chi company ao obusi bw'enkano amavuta y'ikinyoni kurwasa chi company ao amajani kurwasa company ya Keteba echumbi ya Kensalt egati ibintu binde binge bwigo mkonya bale chirangiche e company ya Crown asibego bakonya amabati kurwasa company ya MRM aywale ayechi size ao nabego ne chirangi ao mkonya bale black sheets egati ibintu binde binge inyura nka mbabwatobokoreri obu yabuna bono uyabo bosombi gose transportation mbabwatobokoreri wa forklift asibego bokoreri wa which customer care buri obu ibirengo bigoro totigara magega agirira rero bwikumbolera ibintu biga aserigurira mu buko asamange totalere astisemo cha Uhuru complex eyerangi na magacho Safaricom wigo no tukutuka sakuru ku JM Towers angena credit bank ime yomuchi bosongo bakere simbwetera set number chabo 0111 161 500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Ange yakira omuntu nigiye gucakira segete cinga kicinde nabo ogucakira aiga kibesa ekero cyakire kubaganwa okogenderera nigo gukubwatia ucakira egyasaleke mu gucia sekende cindoto nigo cikoira umulyoye hasumukya okirarituko wetera aseke kuri kirege korari bagacinga kyabande bakorora emicando nigo bawe kumbulira obunda wetera se cinjira kitanya kororekana wetera
abantu abo bakoreta amagendero aso kubeka ching'ekero chekerero na nene kwenekia oburindi bwa ankyo koreta amonchirure na kuira omwando bwe egika na wetere chindoto aso bwa ankyo tuichanira obwale gose chingaki okwegendereria kera ebiro nigo gokonyora enchira yokoira nanka na obwonchiri obwo ekero bugotara nigo bukubainura bonsi abo bale inchira. Mwalimu National, prosperity for all, forever. Ejebona munyero chega ene machine yetengi ya sana ya manyo ngosangiora abantu bali babwate metando ya prostate pokosumbwa se kakere getambe bantu